Hello, so here is a quick demonstration ya jinsi ya platform ya kwa ajili ya kufanya expense management inayofanya kazi. So cha kwanza hapa login, nitaona hapa napata quick overview ya account yangu. So kwa mfano hapa hii ni account balance. So hii account balance ni actual balance ambayo ni cash, kipiti cash ambayo nipo nayo kwenye account ambayo naweza nikatumia azma kwa ajili ya kufanya expenses. Hapa naona total expenses ambazo lazima nifanye mwezi huu, lakini pia napata quick overview. Kwa mfano hapa spend by category, naona katika hii amount yote niloitumia hapa, je, mdadavo wake upoje? Maybe kwenye marketing nilitumia kiasi fulani, kwenye software purchase nilitumia kiasi fulani na nyinginezo. Then hapa naona recent transaction ambazo nilizofanya. So let's say sasa hivi nataka kufanya expense, nataka kutuma hela kwa mfanyakazi wangu ili let's say anatakiwa aende atumie nauli kwenda sehemu fulani. So cha kwanza kabisa nitakuja hapa, nitabonyeza add expense, then nitamsearch employee wangu. So huyu anaweza akawa ni mfanyakazi au anaweza akawa ni vendor. Vendor tunawaterm kama companies, kwamba ina maana hawa ni watu ambao unafanya nao labda kazi au unamlipa one time, ndio watakuwepo kwenye hii list. So pia una option ya kuadd new account ambayo utachagua kama new vendor. So kwa sasa hivi nitachagua account ambayo ipo, let's say na account inaitwa Prosper Absalom. So nitaibonyeza hapa, then nitachagua sasa category ya hii expense ambayo nataka kufanya. Let's say mimi sasa hivi nataka kufanya expense ya product and engineering. Nitaklik hapa. So hizi ni category ambazo zinakuwa managed by admin, anaweza kazi hadi na akawa anazichagua from there. Then baada hapo nitabonyeza next. Kisha baada hapo ni who are you paying, payment method, kwamba unaonesha sababu the time ukirekodi expense, ile amount uliyotuma itaenda kwenye specific account ambayo utakuwa umespecify. So let's say hapa nataka kumtumia kwenye M-Pesa yake, lakini still unaweza ka add another account kwa ajili ya huyo specific person. So let's say mimi nataka kuituma kwenye let's say Hello Pesa hii hapa, then nitaona so hii beneficiary name, account number na inaenda wapi, ni Hello Pesa. So hizi ni account ambazo unaweza kuwa unazisajili na zinakuwa saved permanent, ili hata kesho kutwa usipate process tena kusajili account, bali tu utaichagua from the list. Then baada hapo utabonyeza next. Utaandika unataka kutuma kiasi gani, labda for me for demonstration nituma shilingi 1000, ndio. Then utaandika description. So description itakusaidia wewe hata kesho kujua kwamba hii payment imefanywa kwa ajili ya mimi, labda naandika app test. Then baada hapo nitabonyeza next. Baada hapo nita confirm to hiyo amount, then nita click send expense. Nikiclick send expense, itaload kidogo, so naweza nikarefresh hapa. Sorry, nataka password yangu. So I'll wait. Kuona hapa pia naona hapa kwenye Hello Pesa yangu nimepokea hii hapa amount shilingi 1000, lakini pia nimepokea hapa notification kwenye email, payment received from Swahili, description app testing. So yule mtu ambaye nilimtumia pia atapokea notification. Na hata nikija kwenye dashboard sasa hivi refresh, nitaona expense yangu hii hapa imepokea, nimetuma kwa Prosper Absalom shilingi 1000. Description hii hapa, account ndani hii hapa, na nikiklik hapa naweza nika download receipt na nika download verification. So verification hizi ni labda say nilienda kumlipa vendor, au labda kuna ile payment inayofanyika kwa ajili ya kitu fulani, then nikapata receipt, ndio zile naweza mkazi-upload hapa kuja kufanya reference kwa siku zinazokuja. So hata ukidownload receipt pia hapa unaweza kuiona hii na kumtumia mtu ambaye yule ulimtumia hela, kuonyesha kwamba like payment imeshaenda. So huu ni kwenye upande wa dashboard. Next nita demonstrate pia kwenye upande wa mobile app.